Kitu kama miaka 5 nyuma, hii dunia ilikuwa inaendeshwa na kitu kinaitwa World Order. World Order kwa maneno mafupi kabisa ni utaratibu na kanuni za uendeshaji wa mambo huku duniani ambazo ziliwekwa na Marekani na Ulaya. Maanake huwezi kufanya jambo lolote lile katika uso wa dunia hii pasipo na kupewa kibali na Marekani. Hiyo inaitwa World Order. Sasa kifupi kabisa, World Order ilitengenezwa kumlinda Marekani kuendelea kuitawala hii dunia. Yaani ilimfanya Marekani kuwa kama polisi mkuu wa hii dunia. Sasa World Order imevunjwa. Na wa Marekani wamekuwa wakishutumu China yeye ndo amevunja World Order. Swali la kujiuliza, wa China wamefanikiwaje kwenda kinyume na polisi mkuu wa dunia? Yaani Marekani. Wa China wamefanikiwa kiuchumi. Swali la kwanza kabisa, jibu la kwanza kabisa ndo hilo. Wa China walifanikiwaje kiuchumi? Mfumo bora wa kiuongozi. Magharibi, kiongozi ni mwakilishi wa raia. Yaani kiongozi ni mbeba matatizo ya raia na kupeleka kwenye uongozi fulani. Sijui nimeeleweka? Yaani Trump hawezi kutatua matatizo ya Wamarekani pasipo kuchukua yale matatizo ya Wamarekani na kupeleka kwenye uongozi fulani. Nadhani hapo nimeeleweka. Hivyo hivyo hapa kwetu, kiongozi ni mbeba matatizo ya wananchi na kupeleka kwenye uongozi fulani. Kumbuka na hapa kwetu uongozi fulani ambao unapelekewa matatizo na kiongozi fulani nao una uongozi fulani. Sijui nimeeleweka? Niongee kimifano vizuri. Baba Levo atachukua tatizo la watu wa Kigoma, atampelekea sijui waziri. Waziri atampelekea Rais Samia. Rais Samia naye atapeleka sehemu. Unalijua hilo? Mtu ataniambia hiyo imeshapita hiyo. Kwa sababu ya ile kauli ya mama who are you? Kwa sababu who are you pia ni tafsiri ya World Order kufa. Miaka 10 nyuma Rais Samia asingeweza kusema ile who are you. Sasa ndugu zangu huku duniani tunaishi kwa kujifunza kila muda. Yaani kila mshale wa saa unavyozunguka binadamu tunajifunza. Au wanapenda kusema akili zetu zinaprogramiwa. Sasa ni lazima siku zote tuchukue vilivyo vizuri. Hatuwezi kubaki pale pale katika mfumo wa kiuongozi ambao kiongozi ni mtu wa kuchukua matatizo ya jamii na kuyapeleka katika uongozi fulani ili ule uongozi fulani utatue. Yaani ule uongozi fulani ndio unaoamua tutatue ili tatizo au tusitatue. Kumbuka huu mfumo wa kiongozi ni mwakilishi wa jamii ndio ambao mkoloni aliutengeneza. Kwa sababu tengeneza picha, nchi yote imeshatawaliwa na mkoloni, kwa hiyo ameweka viongozi wake, ameweka watu wake wa kumlindia mali zake. Kwa hiyo mkiwa na tatizo mtampa yule kiongozi au mwakilishi apeleke kwa mkoloni. Mkoloni naye ataamua ni tatue ni sitatue. Sasa twende kwa hao ambao wameflip flop dunia, wamevuruga dunia, au wa Marekani wanaweza wapenda kumuita World Order disruptor. Bana, World Order disruptor, kiongozi sio mbeba matatizo na kuyapeleka kwa kiongozi kwa uongozi fulani. Kiongozi ni mtatuzi wa matatizo ya jamii. Kiongozi ndio anayekaa mstari wa mbele na kusema tunafanya hivi, tatizo limekwisha. Sio kiongozi anapewa tatizo anasema ngoja nipeleke kwenye uongozi mkuu. Hicho kitu kwa wenzetu walioharibu World Order hakipo. Sasa ukiangalia mfumo wa kiongozi tulionao bado ni wa kikoloni, kwamba kiongozi ni mwakilishi. Sasa kulingana na huo mfumo uko wazi tunauona, ndio loophole, ndio mwanya uliotumiwa na Sheta, Baba Levo, akina Mwana FA, sijui Dogo Janja, sijui Mwijaku naye alikuwa anataka. Yaani watu kibao, yaani umaarufu ndio umekuwa silaha ya kuwa kiongozi na sio taaluma fulani, elimu fulani ambayo huwa practical inamwandaa mtu kuwa kiongozi. Tukiendelea na huu mfumo tunaelekea wapi? Kwamba uongozi sio specifically unaandaliwa kuwa mtatuzi wa matatizo ya jamii. Uongozi ni kuwa mwakilishi wa raia kwa jamii fulani, kwa uongozi fulani. Kivipi? Tatizo limetokea, mtalichukua, mtalipeleka wizarani, wizara ikatatue. Wizara isipotatua, manake raia wanaendelea kuteseka. Turudi kwenye mfumo wa mkoloni. Si ndio ulikuwa hivyo? Kwamba nimechukua tatizo, nimempelekea mkoloni mimi kama kiongozi wa Dar es Salaam. Mkoloni amekataa kutatua tatizo. Tafsiri yake raia wanaendelea kuteseka. Tunatokaje kwenye huu mfumo wa kikoloni wa kumchagua kiongozi?
Hatuwezi kutoka kwa maneno kama ninavyoongea hapa. Tutatoka hapa kwa kustate wazi kwenye katiba kwamba sifa za kiongozi ni lazima awe amesoma masomo haya. Ni lazima awe na high school education. Tunao wengi hao watu. Na kwenye high school education sio amekuja amesoma sijui historia, sijui civics, sijui lugha. Lazima awe amesoma masomo ya science, physics, chemistry, biology, geografia. Yale masomo niliyoyaweka wazi. Ndugu zangu, walioivuruga hii dunia, mfumo wao wa kiongozi ni muongoza njia. Yaani kama ilivyo kiongozi ndio anayeongoza njia, ndio sadaka ya jamii likitokea la kutokea. Nyinyi wenyewe mlinitukana wakati na cover ile vita ya Iran na Israel. Hao nao watetea mbona viongozi wao wameuawa hivyo. Kiongozi ni sadaka, kiongozi anakaa mstari wa mbele kupambana na matatizo. Na hata Magufuli mwenyewe alituonyesha. Sasa inabidi kwenye katiba mpya tuweke wazi mfumo wa kiuongozi wa kupata viongozi, sio kutoka kwenye radio station, sio kutoka kwenye music industry, sio kutoka kwenye waandishi wa habari kama ilivyo sasa hivi. Ndugu zangu, inabidi tutoke kwenye huo mfumo haraka sana. Huo ni mfumo wa kimagharibi, kwa sababu magharibi serikali unayoiona sio serikali ya wananchi. Serikali halisi imejificha. Trump ametoka kuigiza ni rais. Na sisi tuingie kwenye mfumo huo. Wa Tanzania, maendeleo ya kweli ni lazima yawe na mfumo thabiti wa kupata viongozi. Huu mfumo huu ni hatari, unaliuza taifa. Nikupe mfano mzuri. Sheta ni meya wa jiji la Dar es Salaam. Unamjua meya wa Beijing? Anaitwa nani? Ying Yang, jina lake siwezi kulitaja vizuri. Unajua amesomea nini? Engineering. Hivi huyu bwana akija na idea ya kuinject biashara fulani katika jiji la Dar es Salaam kwa faida ya Wachina, hamziki Sheta. Sheta anajua nini? Sheta amejifunza nini? Sheta, yani tuongee ule ukweli, Sheta anaweza kubato na huyu meya wa Beijing? Hakuna kitu. Nenda kasome huyu meya wa Beijing alivyopitia. Sheta ameona mwanya wa kupata umea sijui nini, amepita humo. Sasa tunazibaje hii mianya? Kama sio kwenye katiba mpya tunasema wazi bana, viongozi wetu lazima watoke vioni. Uko chuoni unasomea engineering hii kwa sababu literally mtu yote aliyesomea science ana pragmatic mind. Huyu mtu unamchukua unamuingiza kwenye kozi fupi ya kiuongozi. Kwa sababu kama huyu meya wa Beijing amesomea masuala ya engineering na mabiashara, alichokwenda kukiongezea ni masuala ya administration. Kozi za uongozi ni muda mfupi tu. Unaelekezwa namna kupokea changamoto na namna kutatua changamoto. Akili ya kutatua changamoto automatically unayo, kwa sababu unayo kuanzia shuleni huko vioni. Lakini akili unayokwenda kupewa ni namna ya communicate na raia. Full stop. Lakini akina Sheta, akina Baba Levo, akina Dogo Janja ni watu wa kupokea matatizo na kuyapeleka sehemu nyingine yakatatuliwe. Hiyo sehemu ikikataa kutatua, raia wanaendelea kuteseka. We need to crush this. We need to end this. Tunajiandaa na katiba mpya. Watanzania, tukumbushane makosa ambayo yanatutafuna. Na pia tuendelee kujifunza kwa majirani zetu ambao hawakuandika katiba. Bali katiba iliandikwa na viongozi wa dini, wanasiasa na mabepari. Katiba yetu tutaiandika sisi wa Tanzania. Hatutaji kikundi cha dini eti kinakuja pale specific ni cha dini. No. Hatuhitaji kikundi kinakuja pale specific eti ni cha political party. We didn't have this stupid stuff. Miaka 200 iliyopita tulikuwa na ujinga. Kwa hiyo sio kwenye mchakato wa katiba mpya. No. Tunataka tuandike mfumo wa maisha wa kumfaidisha Mtanzania. Hatutaki kuandika mfumo wa maisha wa kufaidisha vikundi fulani ndani ya nchi yetu. Unaandika sheria ya kuwafaidisha Wakatoliki wakati raia wanateseka. Unajua Wakatoliki ni wakina nani? Wakatoliki si Roma. Unaandika sheria ya dini, sheria ya kuwafaidisha Waanglikana. Waanglikana ni akina nani? Unaandika sheria ya kuendesha nchi ya kufaidisha CCM. CCM unamjua ni nani? Sio Mtanzania CCM. Wao unajua CCM ni Mtanzania, lakini ni aliens fulani. Tunatakiwa tuandike mfumo wa maisha wa kumfaidisha Mtanzania. Kivipi? Mfumo wa kupata viongozi ni marufuku kwenda kwenye radio stations, sijui kwenye music industry, sijui kwenye film. Kwa sababu watu ndio wanakoingia wanatafuta umaarufu. Boom. Ukimchukua msomi wa chuo kikuu kwenye field fulani ukamsimamisha kugombea uongozi na Maulidi Kitenge anapita. Yule mtu mwenye taaluma kweli sahihi ya uongozi hawezi kupewa.
Kwa nini? Kwa sababu akili zetu tayari ziko programmed, mtu maarufu ndio kiongozi. Sasa hii tunaiuaje? Kwa sababu tayari watu wako wamelogwa kwenye akili zao. Kama sio kwenye katiba mpya tuweke wazi kwamba msanii hawezi kuwa kiongozi, msanii atakuwa kiongozi kwenye usanii wake. Kwa sababu tumeshaona wasanii walivyoziharibu nchi. Mfano mzuri si ndio Zelensky? Zelensky ameshawaharibia wasanii wote duniani. Hatakiwi. Hata Trump ndio anaimaliza Marekani kabisa kwa sababu hawezi. Sasa aliwadanganya American First. Nani kakudanganya American First? America is going to be American last. Juzi watu wametoka kwenye government shutdown. Ni moja tukio la kuifelisha American government. Watu wameteseka vibaya mno. Mimi nilikuwa mtandaoni huko. Mara sijui ndege zimesimama, safari za ndege zimesimama, mambo kibao. Kwa sababu nchi ya Marekani viongozi ni wabeba changamoto za raia na kupeleka kwenye uongozi fulani ambao ndio upumbavu waliotuachia wakoloni. Ndio maana mwana Baba Levo yuko bungeni, sijui shetani mea, sijui. Ndugu zangu, dawa ya kumaliza ujinga ni katiba mpya. Tuiandike, tuweke wazi kwamba viongozi wetu tutawatoa Mzumbe, tutawatoa UDOM, tutawatoa UDism. Tunachukua kule wakiwa na performance nzuri ya masomo yao ya sayansi, tunawapa train kidogo ya masuala ya administration, boom. Huu ujinga wa sijui mkeka wa mama waandishi wa habari sasa hivi wako busy kupiga ramli kwa waganga wa kienyeji ili wapate hiyo mikeka ya mama. Yaani kuna vitu vingine nakaa hivi nasema Mungu wangu, tunatokaje huku? Katiba mpya inatakiwa iandikwe na Watanzania. Hatutaki kofia ya kidini, hatutaki kofia ya kisiasa, hatutaki kofia ya mabepari. Watanzania wanatakiwa waandike katiba ya kuwapigania wao. Tengeneza picha. Mimi ukimfuata sasa hivi Chalamila ukamwambia kivuko kinapona lini, anakuambia mpaka niwasiliane na wahusika. Hilo ndio jibu atakalokupa. Hana mandate ya organize technical staff wake wa mkoa warekebisho hilo tukio. Tengeneza picha. Ndio kivuko cha Beijing kimeharibika au tatizo lolote la kijamii limeharibika pale Beijing. Unafikiri huyu meya wa Beijing ataenda huko kwa kina Xi Jinping? Xi Jinping anawaza vitu vikubwa. Hivi ni vitu vidogo. Anawaza namna kuicontain dunia nzima. Watanzania, pasipo na practical leaders hatuwezi kupata maendeleo ya kweli. Tunajazana idealistic leaders kwamba matatizo lazima nimpelekee mwingine ndio akutatulie. Tunahitaji mfumo wa maisha. Kiongozi ni muonyesha njia ya kutatua matatizo, na kiongozi sio mwakilishi wa kubeba matatizo ya raia na kupeleka kwenye uongozi fulani. Hiyo dunia imefika mwisho, na walioifikisha hiyo dunia mwisho ni China, Iran, Urusi. Nitakuwa nawaimbia sifa za haya mataifa ili muwe na hasira mkatafute ni namna gani haya mataifa yanavyojiendesha. Watanzania, katiba mpya, viongozi sio wasanii. Viongozi lazima wawe na mindset za kutatua matatizo katika jamii zetu, na sio kuchukua matatizo na kumpelekea kiongozi mwingine, na huyo kiongozi mwingine ampelekee kiongozi mwingine. Ndio yale wanatudiscuss kwenye bunge la Ulaya. Wale watu wa Ulaya wamepata wapi ile gati ya kutudiscuss kama sio kwamba wanajua matatizo yetu kuliko? Kwa sababu matatizo yetu ndio yanayotambaa hivyo. Tunawasaidiaga hichi. Wamejuaje tuna matatizo yao kama sisi tunawapelekea? Tunamalizaje huo ujinga wa kupeleka matatizo yetu kwao? Tunahitaji viongozi wenye pragmatic mind na sio viongozi wenye idealistic mind. Tanzania, tuelimike, tusiwe wasomi.